Huko Carolina Kusini, kituo cha kitaifa cha vimbunga kinatoa maonyo mbalimbali ya dharura ya vimbunga na dhoruba. Ukali wa dhoruba unaongezeka kwa sekunde, kwa hivyo wakazi katika miji ya pwani wanaambiwa waondoke. Huko Annieville, Dakota anajaribu kuagiza chakula cha kubeba, lakini mgahawa wake anaoupenda unamwambia wanafunga kwa sababu ya hali ya hewa. Dakota anaugua ugonjwa wa agorafobia, ambayo ina maana kwamba anaogopa kutoka nje, lakini kwa kuwa anahitaji chakula sana, anajilazimisha kuondoka nyumbani kwa mama yake aliyekufa. Hata hivyo, anapotembea barabarani, anawaona majirani zake wote wakifunga mizigo na kuondoka nyumbani kwao. Wakati lori la zimamoto inapita na king'ora kikubwa, Dakota anaanza kupata mshtuko wa wasiwasi na anaamua kurudi. Bahati mbaya, anagongana na jirani ambaye anamwambia kwamba wanatakiwa kuhama na kutoa nafasi kwenye gari lake. Wazo hilo linamtisha, kwa hivyo anaamua kurudi nyumbani. Katika sehemu nyingine ya mji, ndugu watatu wanafurahia kuogelea kwenye kinamasi. Ron anaruka sana ili kupiga mbizi na hajitokezi tena, kwa hivyo ndugu zake wana wasiwasi kwa sekunde. Hata hivyo, anawatania tu na hivi karibuni anajitokeza tena. Furaha yao inakatizwa na baba yao mlezi, Billy, ambayo anawakemea kwa kuwa nje kwenye vinamasi hatari. Anaeleza jinsi gharama za matibabu zinavyogharimu ikiwa wataumia, lakini Dee hafikirii kama angewapeleka kwa daktari. Hili linamfanya akosolewe zaidi, na Billy anawachukua ndugu zake kwenye lori lake. Katika kiwanda cha nyama, mfanyakazi mjamzito Lisa anakimbilia kwenye gari lake na kumwambia Bob, ambaye anahitaji kukaa hadi amalize kazi zake za nyumbani. Wakati anaendesha gari, anapokea simu kutoka kwa mama yake, ambaye amekasirika kwa sababu Lisa alihama kutoka New York kwenda Annieville kwa ajili ya mchumba wake ambaye alimtelekeza baada ya kupata mimba. Mama pia anamwambia kwamba wamefunga barabara kuu, kwa hivyo anahitaji kufika kwenye maeneo ya juu haraka. Kwenye bandari, mwanabiolojia wa bahari Dale anamwambia mfanyakazi mwenzake Brian kwamba viumbe vya bahari tayari vinahamia kaskazini ili kuepuka dhoruba. Hii inajumuisha papa, ikimaanisha kuwa hawajaweza kuwatambulisha wote kwa wakati. Bandari ya Mwalimu Greg wanawajulisha kwamba kimbunga kimeongezeka hadi kwenye kategoria ya 6. Kwa hivyo Dale anamuita mpwa wake. Dakota bado ameketi mlangoni anapopokea simu na Dale anajitolea kumchukua. Hata hivyo, Dakota anakataa kuondoka hata Dale anapoelezea mambo yote mabaya ambayo yanakaribia kutokea. Anamwambia kwamba anaelewa kuwa anamkusa mama yake kwa sababu pia anamkusa, lakini kukaa ndani ya nyumba hakutasaidia kupunguza maumivu. Dakota anacheka tu na kumtania kwa kuwa mbaya katika malezi. Dale anaahidi kumchukua na kukata simu. Kisha, Dakota anajaribu kutazama TV kama kikwazo, lakini vipindi vyote vinakatizwa na ripoti za habari kuhusu dhoruba. Anaamua kuunganisha simu yake kwenye TV ili kutazama video za zamani za familia. Ndani ya lori, Billy anaendelea kuwakemea watoto na hata kuwatukana hadi anapotishia kuwarudisha kwenye kituo cha malezi. Ron anaona watu wakikimbia na anajiuliza kama wanapaswa kuondoka pia, lakini Billy anadai ni upepo na mvua kidogo na anacheza mziki kwa furaha. Wanapofika nyumbani, Dee ana wasiwasi kuhusu madirisha kuvunjika, lakini Billy anaelezea kuwa aliweka vioo vilivyoimarishwa. Kisha, Billy anamtafuta mkewe Rachel kwenye chumba cha chini na analalamika kuhusu kilichotokea. Rachel anamwomba atulie, akimkumbusha kwamba wanalipwa kutunza watoto. Dee wanakatiza na kusema kwamba ndugu wana njaa na anaona nyama kwenye friji ya chini ya baraji. Billy anamwambia kwamba si jambo lake na Rachel anamtupia mkate kabla ya kumkumbusha kwamba chini ya baraji imezuiwa. Katika bandari, Dale anakaribiwa na mwandishi wa habari Joe ambaye anataka maoni yake kuhusu shambulio la papa lililotokea asubuhi. Dale hakusikia chochote, kwa hivyo Joe anaelezea kwamba wanandoa ufuchani walishambuliwa na papa mweupe mkubwa. Baadhi ya mashahidi hata wanadai waliona wawili. Dale anasema kwamba weusi wakubwa hawawindi kwa makundi, kwa hivyo inaonekana kama walikuwa papa wa ng'ombe. Joe anachukua microphone kutoka kwake na anaanza kuzungumza kuhusu papa wa ng'ombe kwa ukweli bafti ili kuunda hadithi ya chambi, kwa hivyo Dale anajaribu kumrekebisha. Kwa kuwa Joe anampuuza, Dale anaondoka. Wakati huo, Lisa anajaribu kupata msaada kutoka kwenye maduka, lakini hakuna mtu karibu. Mama yake anapiga tena simu kumjulia hali, lakini uhishiano unapotea haraka. Anapohisi maumivu tumboni mwake, analaumu kwa neva na kucheza mziki kwa kupumzika. Upepo unapoanza kuharibu majumba, umeme unakatika. Mawimbi yanaongezeka na kuwa makali, yakisukuma ushuru kuzunguka ufuchani hadi yanapovivunja. Hii inaruhusu maji kuanza kufurika mji haraka. Lisa anaendesha gari haraka kiasi gani na anakaribu kugonga lori, lakini anasimama kwa wakati unaofaa. Dereva wake ni Bob, ambaye anamwambia arudi nyuma kwa sababu miti imeanguka na kuziba barabara. Hata hivyo, maji yanatoka upande wa pili, kwa hivyo Lisa anaendelea mbele hata hivyo, lakini gari linakwama kwenye mti. Bob anaendelea kuendesha gari upande wa pili na kujaribu kugeuka kwenye kona, lakini kwa bahati mbaya, maji yanagonga lori lake na kuliburuza barabarani, ikisababisha uharibifu wa nguzo za taa na majumba.
Lisa anagundua lori linasukumwa kuelekea kwake, lakini bado hawezi kuhamisha gari lake. Kwa hivyo wimbi linaishia kumfanyia hivyo. Mitaa yote inapojaa maji, mkondo unahamisha gari la Lisa hadi lilipogonga mti na tawi linapita kwenye madirisha. Maji yanajaza gari, lakini Lisa hawezi kuondoka kwa sababu amekwama. Lori la Bob pia linahamishwa na mkondo na kugonga sanamu, ikiharibu tanki, ikisababisha kumwaga chunu yote ndani ya maji. Hii inafika baharini haraka na kuvutia uziuzi wa Papa. Ndugu wanaona maji yakifurika uwanjani mwao, na hata Rachel anajaribu kumwania mumewe, lakini hajali. Ghafla, wimbi linavunja dirisha lao na kumwangusha Billy. Rachel anataka kuondoka, lakini Billy hajui jinsi ya kuondoka, kwa hivyo Ron anawakumbusha kwamba gari lina mashine ya kupumua. Nyumbani, Dakota anaona mawimbi yakikuja na kuondoka kwenye madirisha kabla ya maji kuingia ndani ya nyumba. Ghorofa ya juu, anaangalia nje na kumwona Lisa ndani ya gari. Karibuni wanaume wawili kwenye mashina wanasikia Lisa akipiga kelele kuomba msaada. Kwa hivyo, Scott anaruka ndani ya maji na anaanza kuogelea kuelekea kwenye gari. Anapanda ukonini na anajaribu kusogeza tawi, lakini upepo unamsukuma ndani ya maji tena. Kisha, Scott anamwomba Jimmy awatoe wakataji kwenye gari lao. Wakati Jimmy anaogelea kwenye gari lao, Scott anazungumza na Lisa ili kumtuliza. Jimmy anakamata wakataji na anaruka tena kwenye mafuriko, lakini kwa njia ya ajabu anaburuzwa ndani ya maji. Scott anapogeuka, hamuoni rafiki yake popote, kwa hivyo anaenda kumtafuta. Ghafla, Jimmy anaibuka tena akipiga kelele kwa sababu hana mkono. Kisha, nguvu inamvuta na Scott anajaribu kuogelea kuelekea kwake. Wakati huo, Dakota anaona pezi ndani ya maji, kwa hivyo anafungua dirisha kwa kuanza kupiga kelele, "Shark!" Scott hawezi kumsikia, lakini Lisa anamsikia, kwa hivyo pia anapiga kelele. Bob anasikia kelele zote, kwa hivyo anaanza kupiga lateka mlango ili atoke nje na kusaidia. Kwa bahati mbaya, mara tu anapotoka, Papa anamkamata kwa mdomo wake mkubwa. Anajaribu kupigana, lakini hivi karibuni anaburuzwa ndani ya maji pia. Ahirai, Scott anamuona mnyama na anajaribu kuogelea, lakini Papa naye anamkamata na kumgonga kwenye gari la Lisa mara kadhaa kabla ya kumburuza ndani ya maji. Wakati huo, Dale na Brian wanaangalia habari kwenye mashine lao. Wanajifunza kwamba walinzi wa pwani wamepiga marufuku vyombo vya majani kuondoka bandarini kwa masaa 12 kwa sababu ya upepo mkali na mikondo ya hatari. Wanasikia pia kwamba Aniville imefurikwa na maji na kumekuwa na majeruhi wengi. Kwa hivyo, Dale ana wasiwasi kuhusu Dakota. Anaangalia mfumo wa ufuatiliaji kwenye kompyuta yao na kugundua kwamba mji umefurikwa na maji kwa sababu ushuru ulivunjika. Dakika chache baadaye, Dale na Brian wako kwenye gari na Joe na mpiga picha wake. Wamekubaliana, ikiwa Joe atawaendesha na mashua yao hadi Aniville, watawaruhusu kurekodi kila kitu. Nyumbani kwa Billy, yeye na Rachel wanatembea majini ili kufika kwenye gereji. Watoto wanawaangalia kupitia dirishani na wanashtuka wanapoona Papa. Papa hatimaye anapofika kwenye gari, Papa anaruka nje ili kumuuma mkono na kumvuta chini. Baada ya kula mkono wake, Papa anamgonga Rachel na kuanza kummeza. Kwenye dirisha, watoto wanaangalia kwa hofu na kuomba msaada. Billy anawatazama kwa sekunde moja kabla ya kuamua kuwaacha na kukimbia kurudi kwenye lori lake. Anapokaribia kuingia, Papa anamkamata tena. Ghafla, watoto wanashtushwa na Rachel akitokea dirishani, lakini Papa anamvuta. Ndani ya gari, Lisa anakaribia kuzama. Dakota anajaribu kupiga simu 911, lakini hakuna anayejibu. Lisa anamuomba msaada wake, lakini Dakota anasema kwamba hawezi kukaribia kwa sababu ya Papa. Lisa anapoeleza kwamba ana mimba, Dakota anapata mshtuko wa wasiwasi, lakini anafanikiwa kujipanga na kukubali kusaidia. Anashuka chini na kutembea juu ya samani ili kufika jikoni ambapo anapata kisu. Kisha Dakota anatoka ndani ya nyumba kupitia dirisha na kuteleza na kuanguka ndani ya maji. Bahati nzuri, anafanikiwa kushikilia gari na kupanda juu yake. Huku akiwaangalia Papa, Dakota anahama kutoka muundo mmoja hadi mwingine hadi anapofika kwenye gari la Lisa. Kwa kutumia kisu hicho, anakata paa la gari na matawi yote. Kisha anamsaidia Lisa kupanda kupitia shimo. Pamoja wanafanikiwa kurudi ndani ya nyumba. Baadaye, Dakota anampa Lisa taulo na kuelezea kwamba yuko peke yake kwa sababu wazazi wake wawili wamekufa. Lisa anafikiri wanapaswa kwenda kwenye paa na kuweka ishara kwa waokoaji, lakini anakatizwa anapoanza kuhisi maumivu ya tumbo. Dakota anavua mapazia na haraka anaenda kwenye paa kuandika msaada na vitambaa. Mara tu anaporudi chumbani, Lisa anamuomba aangalie uwazi wake ili waweze kukadiria mtoto atakapokuja.
Dakota anaangalia na kufichua kwamba kichwa cha mtoto tayari kiko karibu inchi 2 au 3. Kwa hivyo Lisa anahitimisha kuwa mtoto anakuja hivi karibuni. Wakati huo, Brian anaangalia mfumo wake wa baharini na kugundua kuwa Nellie yuko karibu na nyumba ya Dakota. Joe amechanganyikiwa na hili. Kwa hivyo Dale anaeleza kwamba Nellie ni papa mweupe mjamzito ambaye wamekuwa wakimfuatilia kwa miaka 3. Ghafla, gari linasimama kwa sababu barabara imejaa maji kiasi kwamba haiwezi kuendelea tena. Wanaacha gari ili kuandaa mashua na Brian anagundua kuwa internet imekatika, kwa hivyo amepoteza ufikiaji wa mfumo wa ufuatiliaji. Itabidi wasogee bila ramani. Wanapoondoka, Dale anampigia simu Greg na kuthibitisha kwamba wanaelekea upande sahihi, ingawa Greg pia anamwambia atoke hapo haraka. Wanaposafiri, wanaona miili inayoelea ya wanyama ambao papa waliwala. Wakiwa nyumbani, ndugu watatu wanakaa mezani ili kuepuka maji ambayo yamefurika nyumba. Wanagundua kuna mlango bazi na wanaogopa papa wanaweza ingia. Kwa hivyo Dee anaanza kusogeza furniture ili kuifikia. Anapokaribia kuifunga, papa anaingia na kuisukuma tena. Dee hashindwi kushikilia na hata dumu kwa muda mrefu. Ron hasubiri hadi papa aogelee kwenye chumba kingine ili pia atembee kwenye furniture. Anasogea kwa ukaribu, lakini anamfikia dada yake kwa wakati unaofaa ili kumwokoa asianguke. Wanaporudi mezani, Ron anasema wanapaswa kwenda kwenye paa. Ndugu zake hawataki kuhama, lakini Ron anasema kwamba maji bado yanaongezeka na wamezungukwa na papa wawili. Kwanza wanahitaji kukengeushwa, na Dee anakumbuka kwamba kuna nyama kwenye basement. Will anamitaja kwamba hawatakiwi kwenda hapo, lakini Ron anamkumbusha kwamba wandoa wamekufa. Watoto watatu wanacheka na kuanza kumtukana Billy kwa jinsi alivyowatenda, lakini ghafla akaruka kwenye maji na kutua mezani. Billy anauliza kuhusu Rachel, kwa hivyo Ron anamwambia kwamba alikufa na anamuita kwa kuwaacha. Billy anapodai kwamba angerudi na msaada, watoto hawamwamini. Anataka ndugu wafanye kitu, akisema kwamba watakuwa wazuri kwa sababu papa hawapendi ladha ya watoto. Wakati huo, Will anapata bahawa ndani ya maji na kuifungua kupata cheki ambayo serikali inawatumia familia mara moja kwa mwezi kwa ajili ya kuwatunza watoto. Ndugu wanatambua kwamba Billy na Rachel waliwatunza kwa pesa tu, waliishia mkate huku wao wakitumia pesa zilizobaki kwa nafaka za kibinafsi. Billy anajaribu kukanikua na kuwapa kwamba anawapenda, lakini watoto bado hawamwamini. Kwa hivyo anawatukana tena na kujaribu kumwamrisha Ron kuingia ndani ya maji. Hatimaye Ron anamkosoa na kumtukana mara kwa mara, akimwambia afanye mwenyewe. Billy anapojaribu kumpiga ngumi, Ron anazuia mkono wake na Dee anatumia nafasi ili kumpiga Billy teke usoni, kumfanya aanguke ndani ya maji. Papa moja kwa moja wanamrukia na kumuula. Kwa hivyo Ron anatumia usumbufu ili kujitumbukiza kwenye chumba cha chini la nyumba. Anafanikiwa kuchukua kitu vichache, lakini anapojaribu kuondoka, sweta yake inakwama kwenye ndoko. Papa anaonekana haraka, kwa hivyo Ron anatupa ndoo ya rangi ili kuunda usumbufu mpya na kurarua sweta yake kutoka kwenye ndoko ili hatimaye aogelee. Anafika mezani kwa wakati unaofaa ili kuepuka shambulizi la papa. Kisha anafungua kisanduku la baruti alichokishikilia na kupata baruti ndani. Muda mfupi, maji yanafika kwenye ghorofa ya juu ya nyumba ya Dakota na mkumazo ya Lisa zinaendelea kuwa baya zaidi. Dakota mwenye kukata tamaa anaamua lazima apande mashua ya Scott na anakumbuka kwamba Dale alisema kwamba mitetemo inaweza kuiga ishara za dhiki za samaki waliojeruhiwa. Anakusanya ndume la vifaa vinavyotetemeka kama mswaki wa kiumeme na kuviwasha kabla ya kuviweka kwenye mifuko. Kisha anavitupa ndani ya maji. Mara tu papa wanapopuruzwa na mifuko, Dakota anaingia ndani ya maji na kusogea kwa ukaribu kwa kushikilia maundo ya ajabu. Amefunga taa kichwani mwake, kwa hivyo anapomwona papa, anaogelea nje ya njia. Ghafla, taa yake inazimika, kwa hivyo anaipiga hadi iwake tena na anashtushwa na mwili unaoelea. Baada ya kula mifuko yote, papa wawili wanaanza kuogelea karibu na Dakota na inabidi aachane miguu yake ili kumruhusu mmoja apite bila kujeruhiwa. Mara tu papa wanapoondoka, hatimaye anafika kwenye mashua. Wakati huo, Dale anaelezea timu yake nini alichoamua kuchunguza papa. Anaelezea kwamba wanyama hatarishi zaidi kwenye mito ni kiboko. Siku moja, kiboko kilikuwa karibu kumshambulia Dale, lakini kinyama kilisimamishwa na papa wawili waliomdedemea. Kwa mara ya kwanza, Dale aliona hofu ya machoni kwa kiboko. Kitu kinachoogopia papa ni papa wakubwa, ingawa mikondo ya umeme inaweza kuwakengeusha. Wakati huo, Brian anapokea ishara kwenye kompyuta yake na kugundua kuwa mji mzima umejaa papa. Karibu, wanapata lori la SWAT lililocheleweshwa na Dale anaona tasers ndani yake. Jua linapochomoza, uharibifu wa dharuba kwenye nyumba ya Dakota unafanya ianze kuanguka polepole.
Maji yamepanda sana hivi sasa hadi Lisa anakaribia kusukumwa kwenye dharibu. Akisikia kilio chake kuomba msaada, Dakota anavunja dirisha la nyumba nyingine ili kuiba bunduki ya Chusa. Lisa anaweza kuhisi mtoto akikuja, kwa hivyo anacheza mziki kwenye simu yake ili kupumzika. Anajaribu kujifungua, lakini wakati huo nyumba hatimaye inabomoka na inabidi ajikinje kutoka kitandani. Bahati nzuri anaweza kuogelea na kuibuka tena haraka mtoto anapotoka kwake. Anamshikilia mtoto moja kwa moja. Ingawajo kilio still kinavutia nafasi ya Papa. Mnyama anapoogelea kuelekea kwake, anachukua kipande cha mbao na kukichoma ili kumlinda mtoto wake. Papa nyingine anamkaribia Lisa kutoka nyuma, kwa hivyo Dakota anapiga bunduki ya Chusa na kuipiga usoni ikifanya iogelee. Kisha Dakota anapiga mkondo hadi anamfikia Lisa na anajaribu kumsaidia kuingia. Lakini Papa Lafla anagonga mashua na wanarudi nyote ndani ya maji. Wakati huo timu ya Dale hatimaye inafika. Anawasha taser na kuitupa ndani ya maji, ambacho inatosha kuwatisha Papa. Bahati mbaya, ule aliyechomwa na Lisa bado anataka kulipiza kisasi na anajaribu kushambulia tena. Lakini Neli mweupe mkubwa anaruka nje ili kumkamata mdomoni mwake na kumuua kwa urahisi. Wakati huo, watoto wanatumia tepi ili kuunganisha nyama na baruti na kuiwasha kabla ya kuitupa ndani ya maji. Hakuna hata Papa mmoja anayeonekana. Na Will anakumbuka kutoka makala kwamba mitetemo ndiyo inayofanya Papa washambulie. Watoto watatu wanaingia ndani ya maji na wanaruka mara kwa mara hadi Papa hatimaye watokee. Will na Dee wanaogelea moja kwa moja, lakini sweta ya Ron imekwama tena na inabidi aepuke shambulizi la Papa. Baada ya kuvua sweta, Ron anaogelea kujificha nyuma ya meza na ndugu zake. Papa wanazunguka baruti ambayo inalipuka na kuwaua wote, ikinyunyuzia damu kote ndani ya nyumba. Kwenye kaunta, Will anapata funguo za bili. Watoto watatu moja kwa moja wanaingia kwenye lori na kuondoka. Baada ya wanawake na mtoto kuokolewa, Dale na Dakota wanaunganishwa tena kwa kukumbatia. Brian anamwazima Lisa simu yake ili aweze kumpigia mama yake kuthibitisha kuwa yuko sawa na kumtambulisha kwa mtoto. Joe anaendelea kurekodi kila kitu wanapoondoka. Baadaye Greg anagundua kuwa kimbunga kingine chenye nguvu kinakuja. Hakikisha umejisajili na kuwasha arifa ili uweze kutazama video zaidi kama hii. Asante kwa kutazama.